Usiku mmoja, wavuvi wa ziwa wakaamka na kukuta mto wao umetoka maji ya buluu ukawa nyekundu kama damu. Samaki walikuwa wameelea juu ya maji, wote wakiwa wamekufa. Na jirani yao, bibi mzee ambaye hakuwa na kosa lolote, akawa anatafutwa kama mchawi. Lakini mtoto wake mdogo, kijana mmoja tu, ndiye aliyegundua ukweli mbaya zaidi ya uchawi wowote, kwamba yote yalifanywa na mtu wa damu moja naye. Ungana nami tuiangalie simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla hatujaendelea, tafadhali nisaidie kubonyeza ile like button hapo chini, kisha bonyeza hapo palipoandikwa subscribe. Umeshabonyeza? Sawa, sasa tuandikie comment ya maoni yako na uniambie unaitazama simulizi hii ukiwa wapi, nchi au mkoa gani. Haya, tuianze simulizi yetu sasa. Katika mwambao wa Ziwa Victoria, kulikuwa na kijiji kidogo kinachoitwa Lwanda. Kijiji hicho kilijitegemea kwa uvuvi. Kila asubuhi, wanaume waliamka kabla ya alfajiri, wakapiga makasia, wakarudi na ndoo kamili za samaki walioangaza kama fedha ndani ya maji. Watoto walicheza pwani, wanawake walipiga nguo, na harufu ya samaki wa kuchomwa ilikuwa ukaribisho wa kila jioni. Lwanda ilikuwa mahali pa amani hadi usiku ule. Usiku wa Ijumaa, mvua nyepesi ilianguka juu ya kijiji. Mzee Otieno, mvuvi mkongwe zaidi kijijini hapo, aliamka mapema kama kawaida yake. Alitoka nje, akaelekea mto, nalo giza bado lilikuwa zito. Alipofika ukingoni mwa mto, miguu yake ilisimama. Alipiga jicho chini. Maji hayakuwa buluu, hayakuwa kahawia kama wakati wa mvua. Yalikuwa mekundu, mekundu kama damu ya ng'ombe aliyechinjwa. Na juu ya maji, samaki wazima walioelea, wote wamekufa, watulizi, macho yao wazi yakimtazama yeye peke yake. Mzee Otieno alirudi nyuma haraka, akakimbia kwa nguvu zake zote, akipiga kelele za dharura. Mto! Mto! Samaki wamekufa! Maji yamekuwa damu! Ndani ya dakika 10, watu wengi walikuwa wamesimama ukingoni, wote wakitazama kimya kimya. Wengine walishikamana, wengine walianza kulia, na mtu mmoja, sauti yake ikiinuka kati ya umati, alisema maneno ambayo yangebadilisha kila kitu. Hii ni uchawi, na mchawi wake tunamjua sisi sote. Bibi Akelo alikuwa mzee wa miaka 72. Aliishi peke yake kwenye nyumba yake ya mwisho ya pembezoni mwa kijiji, karibu na mto ule ule. Mumewe alifariki miaka 10 iliyopita. Watoto wake walikuwa wamehama mjini na aliyebaki naye ni mjukuu wake, Juma, kijana wa miaka 17 ambaye alimhudumia kwa moyo wote. Bibi Akelo alijulikana kwa upole wake, kwa dawa zake za asili na kwa jinsi alivyoweza kutabiri hali ya hewa kwa kutazama mawingu. Lakini usiku ule, sifa zake nzuri zilimuumia. Watu wa kijiji waliamua kwamba Bibi Akelo ndiye aliyetiwa uchawi kwenye mto. Walisema yeye anaishi karibu na mto. Walisema yeye ana mimea ya ajabu nyumbani kwake. Walisema mumewe alikufa ghafla na labda yeye ndiye aliyemuua. Maneno yakaongezeka, akili zikapotea na hasira ikakuwa kama moto wa majani makavu. Kikundi cha wanaume kikielekea nyumba yake alfajiri hiyo hiyo, wakibeba marungu na mishtaki. Wakaanza kupiga kelele nje ya nyumba yake, wakimpigia mawe madogo paa, wakidai atoke nje ajibu maswali. Juma, mjukuu wake, alikuwa amelala ndani alipopata sauti za kelele. Aliamka haraka, akamkuta Bibi Akelo akiketi kwenye kiti chake, mikono yake imefungwa pamoja, macho yake yakitazama mbele bila kuogopa. "Bibi, twende," Juma alisema, akimsogea. Lakini Bibi Akelo alimshika mkono wake kwa upole na kusema kwa utulivu, "Mwanangu, mtu asiye na hatia hakimbi, lakini wewe kaa macho. Kuna mtu amefanya haya makusudi, na mtu huyo amekusanyika pamoja na wale wanaopiga kelele nje." Juma alimtazama bibi yake kwa mshangao. Roho yake iliingiwa na baridi.
si ya hofu ya watu nje, bali ya maneno ya bibi yake. Juma hakukaa kimya. Baada ya watu kukimbia na bibi yake kupelekwa mbele ya baraza la wazee kwa uchunguzi, Juma alirudi mto. Alisimama ukingoni, akayatazama maji mekundu kwa makini. Akajua kutoka masomo yake ya shule kwamba maji hayageuki rangi kwa uchawi. Kuna sababu ya kisayansi au kuna sababu ya binadamu. Akainua jicho lake juu ya mto, akifuata njia ya mto hadi chanzo chake cha karibu, bonde dogo nyuma ya mashamba. Akakuta kitu ambacho kilimfanya moyo wake usimame. Kwenye pembezoni mwa bonde, karibu na mzizi wa mti mkubwa, kulikuwa na mifuko miwili iliyofungwa kwa kamba. Mifuko hiyo ilikuwa imetupwa kwa haraka, bado ikiwa na unyevu. Juma aliisogea pole pole, akaiangalia kwa makini. Ndani kulikuwa na unga mwekundu wenye harufu kali na viroboto vya dawa ya sumu ambayo ilitumiwa kuua wadudu wa shamba. Unga ule ukitupwa ndani ya mto kwa wingi, maji yangeweza kugeuka mekundu na samaki wangeweza kufa. Haikuwa uchawi, ilikuwa mipango ya binadamu. Ilikuwa uhalifu wa makusudi. Lakini nani? Juma alisimama pale akifikiri. Kisha macho yake yalianguka kwenye alama za viatu kwenye udongo laini karibu na mifuko ile. Viatu vikubwa na mstari wa kipekee, nyayo yake ya kulia, mstari ule aliujua. Alikuwa ameona nyayo kama hizo kila wakati tangu utotoni mwake. Zilikuwa za shangazi yake, Wycliffe, kaka mkubwa wa baba yake aliyekufa. Tumbo la Juma liligeuka, akahisi kichefuchefu. Lakini akavuta pumzi ndefu. Sasa alikuwa na ushahidi. Sasa alipaswa kufanya kitu. Juma alirudi kijijini akiwa na mifuko ile mikononi mwake, uso wake ukiwa mkavu, lakini moyoni alikuwa na dhoruba. Alifika baraza la wazee ambapo bibi yake alikuwa amekaa chini, amezungukwa na watu. Shangazi Wycliffe pia alikuwepo, amekaa pembeni, uso wake ukiwa mzito, mkono wake ukishikilia kijiti. Juma alisimama mbele ya baraza, akainua mifuko, akasema kwa sauti ya wazi, "Uchawi huu hauna harufu ya dawa za mzimu, una harufu ya sumu ya shamba, na niliipata hii karibu na bonde la nyuma." Umati ulianza kunong'ona. Wycliffe alisimama ghafla. "Mtoto huyu anajaribu kupoteza akili zenu. Yeye analinda bibi yake mchawi." Lakini sauti yake ilikuwa na mshtuko ambao hakujua jinsi ya kuficha. Kisha mzee Otieno aliyekuwa amekaa pembeni aliinuka polepole, akasema, "Wycliffe, ardhi ya bibi Akelo, ile ardhi ya mashamba makubwa, wewe umekuwa ukiidai miezi 6 kwamba ni yako. Ukisema bibi amekufa au akifukuzwa, ardhi hiyo inakwenda kwako. Je, tueleze vizuri zaidi." Ukimya mzito ulitanda juu ya baraza. Wycliffe alisimama, maneno yakimkimbia, macho yake yakizunguka kama mnyama aliyenaswa mtegoni. Ndipo ukweli ulipomwagika kama mto wenyewe. Wycliffe alikuwa anafanya mipango kwa miezi miwili. Alichukia kwamba baba wa Juma, kaka yake mdogo aliyekufa, aliacha ardhi yote kwa mama yake, bibi Akelo, badala yake. Alichukia kwamba bibi Akelo alikataa kuuza ardhi hiyo kwa kampuni ya watu wa nje. Alichukia kwamba yeye, kaka mkubwa, alipata chochote kidogo. Kwa hivyo aliamua kumwondoa bibi huyo kwa njia ya uongo, kwa kuluweka mto na sumu, kuua samaki na kulaumiwa uchawi juu yake. Akiwa amefukuzwa au akiwa amekufa, ardhi ingekuwa yake. Kila kitu kilikuwa kimepangwa, lakini hakujua kwamba mjukuu wa bibi yake atapigana na akili kuliko nguvu. Wycliffe alijaribu kukimbia. Alimkimbia Juma, akamkimbia Otieno, akajaribu kuvuka kikundi cha watu. Lakini vijana wa kijiji walimzuia. Walimshika, wakamrudisha mbele ya baraza, uso wake ukiwa umejaa jasho na aibu. Aligeuza maneno, kwanza alisema hakujua, kisha alisema alilazimika, kisha akaanza kulia. Lakini machozi ya mtu mbaya hayabadilishi madhara aliyoyafanya. Wazee wa baraza walimhukumu akae ndani hadi polisi wawasili kutoka mji wa karibu. Bibi Akelo alisimama polepole, magoti yake yakimuumia, akachukua mkono wa Juma mikononi mwake. Alikuwa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti yake ya zamani, tulivu kama ziwa asubuhi ya mapema, "Mwanangu, ulinilinda si kwa nguvu, bali kwa ukweli.
hii ndiyo silaha kubwa zaidi ulionayo. Juma hakusema neno. Machozi yake yalianguka bila kelele. Alikuwa ameshinda vita, lakini mshindi wa aina hii hahisi furaha. Anahisi uzito wa kugundua kwamba adui wako ni damu yako mwenyewe. Mto wa Luanda uliosafishwa na mvua ya wiki iliyofuata ulianza kurudi rangi yake ya asili, bluu iliyochanganyikana na majani ya mwanzi. Samaki walianza kurudi polepole baada ya mwezi. Ardhi ya Bibi Akelo ilisalimika, ilirekodiwa rasmi kwa jina lake na la Juma baadaye. Wycliffe alifungwa gerezani kwa miaka 3, lakini jeraha la familia, kama mto uliowahi kutiririka na damu, haliponi kwa haraka. Luanda ilipoanza kuimba tena usiku, nyimbo zao zilikuwa na huzuni kidogo ndani, kumbukumbu ya usiku ule ambapo walijifunza kwamba hatari kubwa zaidi si ile inayokuja kutoka nje ya familia yako, bali ile inayokuwa ndani yake kwa siri, ikisubiri wakati wa kufanya giza lake. Kwa majuto makubwa, kwa masomo mazito na kwa ukweli ambao mara nyingi unaumiza zaidi ya uongo, simulizi hii inatuambia kwamba tamaa ya ardhi na mali inaweza kugeuza ndugu kuwa adui, na kwamba uchawi wa kweli ni ukatili wa binadamu dhidi ya binadamu mwenzake. Kama unahitaji simulizi zetu na huna pa kuzipata, unachohitaji kufanya ni kuingia YouTube, uandike Simulizi Kubwa. Utakutana na simulizi zetu nyingi sana. Kwa hiyo, ingia YouTube, andika Simulizi Kubwa, kisha ibonyeze hiyo picha. Ukisha ibonyeza, utakutana na simulizi zetu nyingi sana. Bonyeza subscribe na uendelee kupata simulizi mpya kila wakati.